Mamlaka ni power ya kucontrol vyombo vya dola na kutoa command. The moment unatangazwa, tayari jeshi unaweza kukomandi, lina mabunduki, naweza kumuua mtu yoyote. Sasa yule mwananchi aliyekupa hayo madaraka, nguvu zake yeye ziko wapi? Nguvu zake ziko kwenye kura. Na wewe utamheshimu kwa sababu unajua huyu mtu ana kura, kesho anaweza kuniweka na kuniondoa. Je, itakuwaje kama kura yake haina nguvu kabisa kukuweka na kukuondoa? Huwezi kumsikiliza yule mwananchi kwa sababu hana kitu cha kukufanya tena. Sio kama mnanielewa. Kwa nini Chadema inapigania nguvu zirudi kwa wananchi, ili wale tunaowapa madaraka watusikilize, kwa sababu tuna nguvu dhidi yao. Hiyo nguvu ikiondoka kama ilivyoondoka mikononi mwetu, hatuna uwezo wa kumsikiliza mwananchi yoyote, kwa sababu hana kitu anachoweza kukufanya. Hakuweki madarakani, hakuondoi madarakani, utamsikiliza kwa lipi? Ndio maana leo bandari zinaondoka, watu wanapiga kelele, serikali haisikilizi. Kwa nini? Kwa sababu mwananchi hamuweki wala kumuondoa madarakani huyu mtu. Ndio maana Charamira anayelipwa kwa kodi za wananchi anaweza kumwambia mtu, mwanamke mimba imefika, yuko kwenye uchungu, anamwambia nenda umwambie mume wako akuzalishe. Na mpaka sasa yuko kwenye ofisi ya umma, rais hawezi kumtoa, kwa sababu rais anajua huyu aliyeambiwa hivyo haniweki wala kuniondoa madarakani. Rais angejua kwamba kura ya huyu mtu inaweza kuniweka na kuniondoa, Charamira asingekuwa ofisini sasa hivi. Nasema uongo? Kwa sababu angejua huyu mtu atafanya jambo dhidi yangu. Siku moja waziri mkuu Gordon Brown wa Uingereza alikuwa na kuna mwanamke alikuwa anapiga kelele, anaongea, piga kelele. Gordon Brown asijue kwamba maiki bado iko hapa, zile maiki akasema huyu mama naye amezidi kiherehere, kama ile kujisemea. Yale maneno yakasikika kwenye maiki. Uingereza iliandamana na akatoka madarakani kwa sababu amedharau mwananchi. Wananchi wetu wanadharauliwa kiasi gani kwenye nchi? Ni watu wangapi wanakufa kwenye nchi ambayo ina rasilimali za kila aina kwa sababu ya kukosa madawa? Ni watu wangapi wanakufa kwenye nchi? Nenda Mount Meru, angalia watu wanavyoteseka. Go everywhere, kwenye zahanati angalia watu wanavyoteseka. Ni watoto wangapi hawaendi shule kwenye nchi kwa sababu baba zao hawawezi? Ni watoto wangapi wamemaliza vyuo hawawezi kuajiriwa na serikali haisikilizi? Kwa sababu sio priority, kwa sababu hamna uwezo wa kuwaweka wala kuwaondoa. Serikali inayonunua magari bilioni 900 mwaka inasema haiwezi kuajiri walimu 10,000 kwenye nchi, na watu hawana walimu kwenye mashule. Ni watu wangapi wanateseka kwa hivyo? Je, nguvu ya kura yako ingekuwa na uwezo wa kumweka kiongozi madarakani na kumuondoa, ingecheza na hao vijana 10,000? Kwa sababu inajua hao vijana 10,000 wanatoka kwenye familia 10,000. Hizo familia zikiwa na watu 10,000, unazungumzia watu 100,000. Kura za nchi, mtu tukiwa kwenye free and fair election, mtu atashinda kwa chini ya kura 100,000. Wasingecheza na hao vijana.